tusonge mbele, sio mwisho wa safari. Bwana Yesu asifiwe. Tukiwa bado tupo kwenye ujumbe wetu wa maombi deni, nilisema kwamba nitazungumzia watu watatu. Wiki iliyopita nilizungumzia Yakobo, na wengine waliomba nikarudia. Nikasema tutazungumzia Hana. Huyu Hana pia naye aliomba ombi deni, maana hakuweza kuona chochote kwenda mbele za Bwana kwa wakati huo. Mtu wa tatu ilikuwa ni Yefta. Yaani Yefta alikuwa ni mtoto wa kambo ambaye kwenye jamii watu walimtenga, waliona kama si mtu anayefaa. Na hili jambo limetokea hata kwetu sisi. Maana Yefta alipotengwa mahali pale, akawa ametoka kwenye ule mji akiwa analia akisema, Mungu unikumbuke kule ninakokwenda, ndio ufalme wa hili taifa. Biblia inasema kwamba Yefta alikuwa waamuzi wa Israeli, yaani mtu anayetoa hukumu ndani ya mji wa Israeli. Haikuwa tu mtu wa kawaida, na hayo yote alifanyika wakati alipofukuzwa akatoka nyumbani na mandugu zake. Aliona Biblia, natamani anifungulie kitabu cha Waamuzi 11. Kitabu cha Waamuzi ipo kwenye Agano la Kale, ni kitabu cha 7. Waamuzi inayozungumzia maombi ya Yefta. Maana Yefta alikuwa ni mtoto wa wapi? Mtoto wa kambo. Wakati alipokuwa anafukuzwa mahali pale, alikosa kitu kitwacho imani, alikosa kitu kitwacho upendo, alikosa kitu kitwacho kutambulika. Hakuweza kutambulika mahali pale, hata kwenye lile jamii. Sawa hata na wewe pia, yawezekana kwenye jamii unaoishi, yawezekana kwenye hatua unakopiga, watu waamini kwamba ni wewe. Hata ukipita wanatema mate, wanasema na wao siku hizi wanatembea wakijifanya. Hivyo ndivyo ilivyokuwa kwa Yefta. Wakati alipopatikana, anasemekana kwamba Yefta alikuwa ni mtoto wa mwanamke kahaba. Baba yake aliweza akampata ndani ya kahaba, aliweza akapatikana ndani ya mwanamke ambayo alikuwa anafanya kazi baa. Na hiyo ndio kazi ambayo sisi wanaume huwa tunafanya. Maana kila siku sisi wanaume hatuangalii tunaenda wapi. Sisi tunaangalia kutumia rufu. Tukiona mtu yuko namna gani, baba sisi tunamtumia kwa macho yetu. Mwanadamu huwa tumia rufu ya puani, kama ng'ombe, kama mbwa anapotumia rufu ya puani, hata ng'ombe anapotumia rufu ya puani, lakini mwanadamu hutumia rufu ya macho yake. Hapa ndipo ilipo babake Yefta alipotembea pale, alipokuwa anaenda kwenye sehemu yake ya burudani, alipokuwa anaenda ili apate kupoteza mawazo. Maana yawezekana hapa nyumbani alikuwa ameshapigiwa kelele mpaka akakosa mali, akasema kwamba sasa ngoja niende mali fulani, niende nikakae nikapoteza mawazo. Maana huyu mama niliye naye hapa amenichosha na kelele. Hata hawa watoto wake nao pia wananigombeza, hawatambui kwamba kama mimi mzazi. Akaondoka mahali pale, akaenda mahali ambapo angeweza kupata mvinyo. Biblia inaita pombe kwamba ni mvinyo. Alipoenda mahali pale akakaa. Alipokaa pale, macho yake ikampa kitu. Macho yake ilipompa kitu, akaweza akatumia na akafanikisha. Alipofanikisha akarudi nyumbani. Aliporudi nyumbani akaendelea kuishi. Siku hadi siku akaletewa kila alichofanikiwa pale alikokuwa anapata burudani. Alipokuwa amefanikiwa kupata, mwana hakuweza kuzungumza, akawa kama ni siri ambayo inafanyika kwa wake na wanaume. Hana uwezo akazaa nje, naweza akasema kwamba nilizaa nje. Anapoingia kwenye ndoa anaficha, lakini wakati ambaye babake aliweza akaficha Yefta, hata kuweza kusema kwamba nimepata mwana huko nje. Maana
aibu. Nitaelezaje kwenye jamii yangu? Nitawaambiaje watoto kwamba hili jambo nimefanya nini limetokea? Akiwa katika ile taratibu anajiuliza, yawezekana hata alikuwa naomba Mungu isijulikane kwa wakati huu, lakini ijijulikane kwa mapema. Mungu hakumwacha tu. Mungu aliendelea kumwonekania. Jehova aliendelea kumsimamia. Biblia inasema Yefta alipokuwa mtu mzima, mamake akampeleka kwa baba yake. Alipopelekwa kwa baba yake, akaenda pale. Waamuzi 11 mstari wa 4. Nisimalize kabla hatujasoma, maana wengi watasema mbona anamaliza hatujasoma. Waamuzi 11 mstari wa 4. Ikawa baada ya wana wa Amoni wakapigana na Israeli, ikatukia hapo wana wa Amoni walipopangana na Israeli, wazee wa Gadai wakaenda watoa huyu Yefta katika ile nchi ya Tobu, wakamwambia Yefta, njoo wewe uwe kichwa chetu ili tupate kupigana na wana wa Amoni. Bwana Yesu asifiwe. Hapa nikikatisha jinsi Yefta alivyopatikana, lakini nataka nizungumzie Yefta alifanya nini. Yefta alifanya maombi itwayo maombi ya deni. Wakati alipopatikana nje, alipoletwa nyumbani, ilipofika wakati wa urithi wa kugawa nini, wa kugawa urithi, aliweza akatolewa. Alipotolewa na akafukuzwa, akaomba Mungu, akasema, Baba, ninaondoka hapa, lakini unikumbuke ninakokwenda. Hawa watu niliowaacha kwa nyuma waje wakanikumbuka, waje wakanitambua kwamba mimi ni nani ndani ya jamii yao. Akawa ameondoka mahali pale, na Biblia linasema kwamba alikuwa kabila la Galedi ambao inapatikana kwenye nchi ya Israeli. Wakati alipotoka pale kwenye ile kabila, akafukuzwa akaenda mbali. Alipoenda mbali akaomba Mungu. Aliposhindwa sasa, akaendelea kukaa pale. Ndugu zake ambao walimfukuza pale, vita ilipokuwa imeanza, wakiwa wanapigwa kila saa na kila wakati, wakakumbuka kuna mtu mmoja ambaye yuko kwenye Israeli. Alipokule Israeli, yeye ndio waamuzi wa Israeli. Ngoja tukimbie kwake tuone kama anaweza akatusaidia. Yefta akaendelea vile vile, maana yeye alikuwa ameomba nini? Ameomba deni, kwamba hawa watu walinifukuza, Baba, naomba wanitambue. Wakati vita imewazidi, wakasema yule mfalme wa waamuzi aliyoko pale, yani alikuwa kama mahakimu ambayo akiamua kesi inatendeka hivyo. Wakasema, si ndio yule tunafanya nini, tuliyemtoa hapa, ndio yuko kule, ndio leo anatupiga kesi hichi, ngoja tukamfate ili atusaidie na hili vita. Ukumbuke wakati alipofukuzwa, alitoka akiwa anatoa nini? Machozi. Alipokuwa anatoa machozi, alilia, akasema, Baba, unikumbuke huko ninakokwenda. Hana chochote mikono
analilia nani? Bwana, unikumbuke huku ninakokwenda, nisije nikakosa njia, nisije nikakosa sehemu. Bwana akasikia. Waliomfukuza walipoelemewa na vita, wana wa vita ama adui, Biblia inaita Waamoni. Kila kitabu inaozungumzia wana vita lazima utakuta neno Hamoni. Wana wa Amoni ni maadui, wale ambao wanapenda vita, kazi yao ni vita, hawataki kitu kiitwacho amani. Na hawa wana wa Amoni hata ndani ya kanisa wapo, sio nje tu. Popote pale ambapo kuna mkusanyiko wa watu, hawa wana wa Amoni wakosi, na huwa tunajumuika nao. Sasa wakati walijumuika na wale wana wa Amoni, hawakujua kwamba watakuja kupigwa vita, lakini kile walichokidharau, kile walichokitupa, wakaona ina amani, wakaona ina amani kwenye nchi nyingine. Wakaanza kufikiria kile tulichokitupa, tukasema hii haifai kwenye jamii yetu, ngoja tukamfuatilie, tuone kama atakuwa pamoja nasi, tuone kama atatutetea. Wakaanza kutembea, maana vita imewaelemea. Lakini kwa sababu huyu mtoto wa kambo alitoka na huzuni, akiwa naomba na Bwana, akamwambia Bwana, utakaponifanyia haya sitasahau kwa kukufanyia chochote. Ukumbuke wakati alitolewa nyumbani, alitolewa akiwa ni mtu ambaye ameshakuwa mtu mkubwa, na alipoenda kwenye ile nchi akawa ni mtu mwenye familia. Sasa wale wakawa wanamtafuta tena, wanamuita Yefta. Anakaa kimya, kisoma kwenye Waebrania. Yefta akakaa kimya, anasema na kila nani hao, maana alitaka kuwatambua ni watu gani. Yawezekana wale watu niliosema waitambua utambuzi wangu, ama ni watu wa namna gani. Sauti ya tatu iliposikika, akaitika, wakamwambia Yefta, tunakuomba utusaidie. Na wakusema tu hawasaidie, walisema kwamba Yefta, tunakuomba maana tumekukosea na tulikuwa kama tukutambui, lakini sasa tunahitaji utambuzi wako. Tunaomba urudi nyumbani, utusaidie vita dhidi za nini? Dhidi za wana wa Amoni. Ukumbuke Yefta aliweka nadhiri na Bwana. Aliweka nini? Nadhiri na Bwana. Ukiendelea kusoma kwenye Waamuzi 11:30 unasikia Yefta aliweka nadhiri. Maana ya nadhiri ni maombi, yani ni ahadi. Bwana, ukinitendea haya nitakupa. Amina. Wakati huo Yefta aliweka nadhiri, Baba, nitakaposhinda haya na watakaponitambua sitatoka kwako kamwe. Hao watu waliporudi kwake wakamuita. Walipomuita akanyamaza, akataka kuhakikisha ni kweli ama sio kweli. Mara ya pili akasema ndani ya nafsi yake, akasema kumbe kilichotupwa kinaweza ikawa na thamani. Hakuweza kuitika, baada anajihoji ndani yake. Akaitwa mara ya tatu, akasema kumbe kuweka nadhiri na Bwana huwa ni jambo la maana. Ikabidi aitike. Alipoitika, wale watu wakamwambia shida yao iliyowapeleka mahali pale.
mtawasikia vizuri. Biblia inaeleza kwamba hakuwapa jibu moja kwa moja. Biblia linasema kwamba aliposikia yale hakarudi tena kwa Bwana, maana Bwana amejibu nini? Maombi yake. Hakarudi kwa Bwana. 30 hadi 40 inasema kwamba aliweka nadhiri, Bwana, nitakaposhinda hii vita, nikirudi nyumbani, chochote kile itakachonilaki mara ya kwanza nitakupa. Tani tayari ombi lake la kwanza limejibiwa. Sasa hili ni ombi la pili anayeweka nayo nadhiri tena kwa mara nyingine. Wale wakarudi. Yefta akaingia kwenye goti lake, akamwambia, Baba, ninatoka naenda kwenye vita, siendi kwa udari nilio naye, bali naenda kwa imani, nikitoa nadhiri, nitakapokuja kushinda vita, chochote nitakachonilaki mara ya kwanza nitakukabidhi. Akarudi akaenda kule alikozarauliwa, akarudi kwenye ile jamii ambayo alifanya nini? Alizarauliwa, jamii ambayo hata walikuwa wamtambui, jamii ambayo walikuwa mbali naye, maana waliona kwamba huyu atatunyakua urithi wa baba yetu. Sasa anarudi, maana tayari ombi lake la kwanza limesikika na Mungu amejibu. Amejibuje? Alisema hao watu wanitambue, na si walienda wakamtambua, walienda wakamuita, wakahitaji nini? Msaada wake. Na wewe leo mtu mmoja yule atakuja kutafuta msaada kwako, lakini aliona kwamba hufai machoni pake. Yefta hakukuwa mtu wa thamani, maana alikuwa mtoto wa nini? Mtoto wa kambo. Alikuwa ni mtoto ambaye hana thamani kwenye familia. Na ukao ukijua watoto wa kambo huwa ni watoto wenye baraka. Sio hawa watoto wetu naita kwamba ni watoto wetu. Watoto wa kambo hawa watu ni watoto wa kubarikiwa zaidi. Kwa sababu gani niseme hivi? Ukiwa na mtoto mdogo, aswa hawa wa baba, unataka nizungumze nao. Na hata we mama unayechukua mtoto, halafu sasa unaanza kumtupa, unasema rudi kwa baba yako, unapoteza bahati, maana haujui unachofanya. Mtoto wa kambo yake kula akishiba, anaamka kwenye meza, anasema asante mama, akishika tumbo anasema Mungu akubariki, na kesho pia upate, tuweze kupata nini? Kushiba. Lakini yule yako uliye naye, yeye akishiba ananyinyosha hivi, anaamka akienda, maana hana utambuzi. Sasa huyu Yefta naye pia alikuwa ni mtu ambaye hatamaniki wala hatajulikani, lakini alikuwa na baraka. Hata kama alipatikana kwa mwanamke kahaba, lakini alikuwa akiamka asubuhi, anatafuta baba yake mahali ilipo, anaenda kumsalimia baba, anamuuliza baba, hali yako ikoje? Kwa hiyo yule baba akawa amempenda. Kwa nini watoto wa kambo wanapendwa? Yeye anapatikana kwenye upendo yote. Pale watu wanapoitana mama chipsi sijui manini, mama leo unatamani nini? Vyote vinapatikana mahali pale. Kwa hiyo inapatikana kwa nini? Kwa upendo. Ina maana kwamba fahamu yote na elimu yote yanakuwa mahali pale. Lakini hapa nyumbani pakubembelezwe, siku gani atakuwa na akili? Maana kuna upendo ni mazoea. Sasa mtu huyu Yefta alikuwa wa baraka kwenye ule mji. Akasema, Bwana,
hata kama wamenifukuza, lakini unikumbuke. Jehova, hata kama hawanitambui, lakini badilisha siku moja waje kwenye nini, wanitambue. Amina. Na Mungu alisikia kilio chake. Hawa watu waliomba deni walipokuwa wanatoka mahali fulani wakiwa wanaelekea mahali fulani. Na wewe siku ya leo mwambie Bwana kitu. Bwana hatasahau kukutendea. Hata kama utachelewa, lakini bado atakutendea. Hata kama utashindwa, lakini yeye bado atatenda na wewe. Anachohitaji ni nadhiri mbele yako na yeye tu. Anachohitaji uhusiano wako na yeye tu. Hataji mambo mengi wala hataji jina. Jehova hajui umaarufu ulionao, bali Jehova anajua moyo unyenyekevu ulionao. Amina. Yefta anaendelea kumwekea Bwana kadiri. Anamwambia, ninaondoka sasa kwenye mji, ninaelekea kwenye vita. Nitakaposhinda hiyo vita, takayo nikaribia wa kwanza, Baba nitakupa. Halimaanisha maana aliona ushindi wa kwanza wa Mungu, akiwa anawaamini Mungu na ana ujasiri na nani? Na Mungu wake. Mungu wake naye hakuweza kumwaibisha. Hakuweza kumwaibisha kamwe. Alizidi kukaa naye katika vita zote, na akamaliza na nini? Akamaliza na vita. Aliposhinda zile vita, Bwana akarudi akasema, sasa nimesimama na wewe, nimemaliza na wewe. Lakini alipotoka kwenye vita, Biblia inasema kwamba huyu aliweza kalakiwa na binti wake. Ukumbuke alitoa nadhiri kwamba nitakapotoka kwenye vita salama, nikirudi nitakachonilaki mara ya kwanza, ama nitakachokutana nayo mara ya kwanza nitakupa. Kwa ajabu, binti wake ndio anafanya nini? Anakuja kumlaki tena kwa furaha, maana baba amerudi. Anaenda kwenye vita, huwa mara nyingi haitabidi kwamba wanarudi. Maana haijulikani inaenda kukua kwa staili gani, haijulikani inaenda kuonekana kwa njia gani. Lakini aliporudi, mapenzi ya mwana na baba ikaonekana. Mwana akaenda kamlaki babake, akasema, baba umerudi. Huyu Mungu amekutendea, niseme nini? Babake akasema, niliahidi atakayenifikia wa kwanza nitampa. Ikawa furaha imemwisha nani? Mtoto. Akasema, sasa tena ninaacha baba yangu, ninaenda tena kwenye kifo. Biblia inaeleza kwamba wakati huo yule binti aliomba kwamba aweze akapewa miezi miwili. Akaenda milimani akafunga pale, akiwa anaomba ili Mungu yule aliyemtetea baba yake asikie sauti yake. Na aliporudi, babake alifanya kama alivyoahidi. Alipopewa na yeye kula alikokwenda, akawa shujaa, akawa mke wa mfalme wao. Familia yote ikawa ni ushindi kwao. Yani kile kilichotupwa ikawa kimezalisha kitu kizuri. Amina. Kila ambacho kimedharauliwa kinaweza ikawa thamani wakati wa mwisho. Dakika ya mwisho ambayo wanaona kwamba kiwezekana, hapo ndio huyo mtu anaanza kufanya nini? Kupatikana na kuonekana. Amina. Je, wewe nini ambacho watu wameona kwako kwamba akiwezekana, lakini ulipoenda kwa Bwana ikawa imewezekana? Nini ambacho umeanza wewe mwenyewe, lakini ulimwambia Mungu, Mungu ukinisaidia
nitakuwa pamoja na wewe. Na ulipomwambia umetenda kama ulivyomwambia, maana Mungu ni mwaminifu na ni mtu ambaye akikukopesha deni ana haja kufuatilia wala hataki atumlipe. Ni juhudi yako. Amina. Kama mimi nilimwambia Bwana ili azidi kunitendea, lazima nifanye nini? Nimpe kile nilichompa. Lakini shetani akikupa uwe umefanikisha, hujafanikisha, utalipa nini? Utalipa deni. Hebu jiulize wewe kama wewe, wakati unapoweka nadhiri, utafakari kwanza na uwe makini kwanza. Usilipuke tu kuweka nadhiri mbele za Bwana pasipokuwa na nini? Na msingi. Maana ukiweka tu kwa ajili ya kufurahisha watu, wala hii vita haitanishinda. Kwa hiyo wakati huo naenda mbele za Bwana, sina chochote, nimempa tu sadaka za machozi. Ndio nimempa. Baba, angalia hii machozi iwe kama kipimo chako kwangu hapa. Hivi ndivyo ilivyo Yesu alifanya. Maana ukiwa kwenu unafukuzwa, hauwezi ukatoka ukiwa na furaha, lazima ulie. Sa unapotoa machozi, ile ni sadaka mbele za Bwana. Unachomwambia Bwana, Bwana anasikia na anatenda. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Biblia linasema tunapotoa machozi, tunamtoa tena damu mara ya pili. Tunamrudisha tena msalabani kwa mara ya pili. Maana hatujui kwa ishara hiyo ya machozi, yawezekana ndio itakayotubeba. Yawezekana ishara ya machozi ndio itakayoweza kutuunganisha kwa pamoja na yeye pia. Nikiwa mahali pale, sitasahau. Nikatoka pale, ilikuwa 2018. Nikatoka pale, niliporudi nyumbani, nikiwa njiani, nimefika Mwanza, ninapigiwa simu kwamba mwanao amefanya nini? Amekufa. Si tayari nilikuwa mle ndani, na nilimwambia Bwana, chochote kile utakachoniitisha nitafanya nini? Nitakupa. Nilipoambiwa vile, nikasikia machozi yamenijaa, lakini nikasikia sauti kanambia, nipo pamoja na wewe, uliniahidi. Wanao wamebeba mauti yako na utazidi kusimama. Nikiwa nasikia vile naota, nahisi kama vile ninafanya nini? Ninaota paka gari naona kama haikimbii. Maana siamini. Kaenda hivyo. Nilipofika nikakuta tayari amefanya nini? Amelala. Alipolala, Bwana akanifungulia kitabu cha Zaburi 84. Akasema aliyelala akiwa ananijua. Mimi ninafurahi, lakini nyinyi mtalia kama waliopotea. Nikapata faraja. Nikasema ile nadhiri niliyokuwekea tayari umechukua, maana ulijua kwamba hata pamoja umenitendea. Wenda huruma ingeniingilia, wenda uchungu nisingekubali kufanya nini? Kukupa. Kwa hiyo hapa tayari umeona kwamba uchukue ili uonyeshe umahiri wangu. Hiyo ndio maana wiki iliyopita nilisema hivi. Niliandaliwa kufanywa nini? Mboga. Lakini yule aliyokuwa wa kwanza alibeba mboga. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Yefta hapa alikuwa ni mtu ambaye alizaraulika. Na kila ambacho sasa hivi imetoa utajiri kwenye mali, kwenye nyumba zetu au kwenye miji zetu, kwa sababu tumepeana utajiri wapi? Nje. Maana yule aliyeenda nje ndiye ameenda na nini? Na utajiri.
Sasa wewe umebaki hapa unahangaika. Kama vijana wa leo hawana muda wa kukusanya familia yao, wanasema hawana gharama ya kutunza hao familia, wanapoteza kitu ambacho hawana na watakipata, maana walishakipeleka nje. Nani atawarudishia? Maana hata kanisani hawataki kwenda. Ikawa hivyo, nikawa na huzuni na ikanihuzunisha, japo macho ya mwanadamu lazima utalia, lakini hata kama nililia kama mwanadamu, lakini bado Mungu alikuwa anafanya nini? Ananifariji. Na katika hiyo nadhiri ambayo nilimwekea, tusababisha amenipitisha kwenye malango ambayo ni magumu, malango ambayo sio malango ya kawaida. Wewe umemwambia Mungu nini na umejitolea kisawasawa, utamtafuta hata kwa ubaya wote ule, kwa sababu usipomtafuta yeye hawezi kutafuta, baada anakuachia nafasi kwamba huenda bado anafanya mambo ya nini ya dunia, atarudi. Lakini siku ile ambayo utarudi kwake, naye pia atarudi. Tukiwa tunazungumzia mahubiri, walio madeni wote walishinda, amna ambaye hakushinda. Biblia inaeleza kwamba hawa watu wanaitwa mashujaa, maana walishinda vita vyao. Walipoanza vita, walianza na Kristo, hawakuanza kimwili, walianza na Bwana. Hebu soma pale tunasoma 11, soma mstari wa 7 kwa Yefta akawaambia wazee wa Galati, je, ninyi hamnichukii mimi na kunifukuza nitoke katika nyumba ya baba yangu? Unasikia kila ambacho Yefta anawauliza walipomfikia, anawauliza wale wazee waliomkimbilia na walioona amani yake, kwani nyie wazee hamunichukii wala mkaniambia nitoke kwenye nyumba ya nani? Ya baba yangu. Angalia kile kilichodharauliwa. Sasa wale walipofika, hakukosa kuwajibu wala kuwahoji na maswali. Nyie hamunichukii kuja kwenye nyumba ya baba, kwa sababu watoto wao na ndugu zake walimchukia na wakafanya nini? Wakamfukuza. Wakati huu ni ile ya mapatano ya watu wawili, wanataka arejeshwe wapi? Nyumbani. Maana hawa wazee watoto wao sasa wamekufa. Sasa imebaki ni wao sasa, zamu yao, wanaenda kufanya nini? Wanaenda kufa. Sasa wanatambua. Adina Biblia asome mstari wa 7. Usekana ya kwamba anasema hivi. Hawa wazee Geledi ndio kabila lilikuwa amefanya nini? Ametoka. Ama ndiko lilikuwa amezaliwa. Ama ndiko kwao ambayo baba yake yuko. Sasa anajiuliza, hawa watu hawanichuki. Hawa watu wananitambua kweli. Wakiwa wanaenda kwa namna hiyo, kwa sababu Bwana alimshindania vita wa kwanza, akasema hawa watu wafanye nini? Wanitambue. Akawahoji tu maswali machache, yapo maswali kama matatu tu hapo, lakini akasikia kilio chao.
Akasema kwa sababu tayari wameshajua. Ngoja tena niende kwa Bwana aliyenipigania ama aliyenishindanisha. Ndio sasa anaweka hadi ambayo ni kwa mwanadamu. Hakuna wezaye kutoa mwanae kwa Mungu. Hiyo ndiyo maana hata tukiwa katika mataifa, tukiwa wapi? Duniani. Yaani tupo wapi? Duniani. Huwa hatuwezi tukachukua mtoto tukapeana hii. Unaposema tayari nimekubali, wewe hujui namna gani walivyofanya nini? Walivyochukua yule mtoto. Maana uchungu ni mwingi, hauwezi ukapeana. Lakini kutoa unasema nimetoa. Unaweza kusema nimetoa ukijua kwamba baadaye nikitoka hapa sitawapa nitawageu. Hiyo ndio maana na wenyewe wanatumia mbinu. Ukitoka kwao unafika unakuta tayari wamefanya nini? Wamechukua. Unapotoa nabii ama unapoweka nabii, ujiulize ndani ya nafsi yako kwa hicho unachokifanya nini? Unachokizungumza. Unapoenda kwenye vita lazima ukaombe kitu kiitwacho nini? Ushindi. Maana usipoomba ushindi hauwezi ukashinda vita. Usipoweka mbele za Bwana hauwezi ukashinda nini? Ukashinda vita. Anaweza siku wapenda. Ni wangapi ambao wamewahi kutafuta uso wa Bwana? Si ni wengi. Lakini shida yetu dakika ya mwisho ndio tunamtafuta nani? Mungu. Lakini kipindi ambao bado tuna nafasi wa kuruka, hatumtafute nani? Mungu. Hii ndio shida ambayo tumekuwa nayo. Hii ndio lawama ambayo tumekuwa nayo. Lakini Kristo Bwana Yesu yupo. Anasema yule atakaye nikaribia, nami pia nitamkaribia. Yule atakaye niita kwa bidii, nami pia nitamfikia kwa bidii. Yule atakaye nitolea machozi, nami nitamfuta machozi. Maana hatalia tena. Aliyetowekwa na furaha nitarejesha furaha kwake. Jana wa leo ukapokea kila ambacho kimekusumbua muda mrefu, na yule aliye na imani ndiye anayepokea. Maana yeye anasema kwamba mimi hutenda kwa roho na mimi ni roho. Nitakapotenda ndani yako ndio watu wataiona wapi? Mwilini. Lakini ndani ya kanisa huwa tunatarajia kufanya nini? Kupewa nini? Kupewa kwa mkono. Imesababisha wengi wamekosa wanachokihitaji.